Karibu kwenye Forbidden Fruit, kipindi kinachoanzia simulizi za kweli zilizotikisa Kenya na kuacha maswali mengi yasiyo na majibu kwa miaka mingi. Leo tunarejea kwenye moja ya kesi zilizotikisa taifa kuliko zote katika historia ya hivi karibuni. Ni simulizi ya Sharon Otieno, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo ambaye maisha yake yalikatishwa kwa njia ya kikatili mnamo mwaka wa 2018. Kesi hii ilihusisha viongozi wa ngazi za juu serikalini, ilivutia vyombo vya habari ndani ya nchi na nje ya nchi, na kwa miaka karibu 8 imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na Wakenya wengi. Baada ya miaka yote hii ya ushahidi, mashahidi na hoja za mawakili na kusubiri kwa muda mrefu, Mahakama Kuu imefikia uamuzi wa kuwapata na hatia aliyekuwa gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado pamoja na Michael Oyamo na Kasipul Obiero kwa makosa ya mauaji ya Sharon Otieno. Lakini simulizi ilianza vipi? Sharon Otieno alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo. Alikuwa kijana mwenye ndoto na matarajio ya kujenga maisha bora kupitia elimu. Kama vijana wengi wa Kenya, alitamani kumaliza masomo yake na kujenga mustakabali mzuri. Hakuna aliyedhani kwamba jina lake lingekuja kujulikana duniani kote kutokana na tukio la kusikitisha ambalo lingetikisa taifa zima. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2018, taarifa zilianza kusambaa kuhusu kutoweka kwa Sharon Otieno. Baadaye mwili wake ulipatikana katika eneo la Kodero, kaunti ya Homa Bay. Ripoti za uchunguzi wa maiti ilionyesha kuwa alikuwa amechomwa visu mara kadhaa na kufariki kutokana na majeraha hayo. Habari hiyo ilisababisha majonzi makubwa na hasira miongoni mwa Wakenya. Wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi wa dini, mashirika mbalimbali pamoja na wananchi walitaka ukweli ujulikane na walohusika wawajibishwe. Uchunguzi unaanza. Maafisa upelelezi walianza kuchunguza mazingira ya tukio hilo. Mashahidi waliojiwa, ushahidi wa kidijitali ukakusanywa na simu zilizofuatiliwa. Kadiri uchunguzi ulivyoendelea, watu kadhaa walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Hatimaye aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado, Michael Oyamo na Kasipul Obiero wakashtakiwa kwa kosa la mauaji ya Sharon Otieno. Wote walikana mashtaka hayo wakati wa kesi ilipoanza. Hebu tuangazie. Kesi ilidumu kwa miaka. Kesi haikuwa rahisi. Kwa miaka karibia 8, mahakama ilisikiliza ushahidi kutoka kwa mashahidi wengi. Kulikuwa na nyaraka, rekodi za mawasiliano, ushahidi wa kitaalamu pamoja na hoja za mawakili kutoka pande zote mbili. Mara kadhaa kesi iliahirishwa kutokana kwa sababu moja ama nyingine, jambo lililofanya safari ya haki kuwa ndefu zaidi. Familia ya Sharon iliendelea kusubiri huku Wakenya wengi wakifuatilia kwa karibu kila hatua ya kesi hiyo. Hebu tupate uamuzi wa mahakama. Hatimaye Mahakama Kuu iliyotoa uamuzi wake. Mahakama ilisema kwa upande wa mashtaka uliweza kudhibitisha kosa la mauaji dhidi ya Okoth Obado. Michael Oyamo na Kasipul Obiero, watatu hao walipatikana na hatia ya mauaji ya Sharon Otieno. Baada ya uamuzi huo, mahakama ilifuta dhamana zao za kuamuru waendelee kuzuiliwa rumande
hadi siku ya kutolewa kwa adhabu. Hatua iliyofuata, ingawa wamepatikana na hatia, kesi bado haijafungwa kabisa. Hatua inayofuata ni kusikiliza hoja kuhusu adhabu kabla ya mahakama kutoa hukumu ya mwisho. Kwa mujibu wa sheria za Kenya, mahakama ndio yenye mamlaka ya kuamua adhabu inayofaa kwa kuzingatia sheria za mazingira ya kesi. Hivyo, Wakenya wanasubiri kwa hamu siku ambayo mahakama itatangaza adhabu rasmi. Kwa nini kesi hii ilikuwa muhimu zaidi? Kesi ya Sharon Otieno imekuwa mfano wa jinsi kesi kubwa zinazoweza kuchukua muda mrefu lakini bado kufikia hatua ya uamuzi. Imeibua mjadala kuhusu haki kwa waathiriwa, uwajibikaji wa viongozi wa umma, usalama wa wanawake na umuhimu wa taasisi za haki na kufanya kazi bila upendeleo. Kwa wengi, uamuzi huu ni ishara kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Miaka karibu 8 imepita tangu Sharon apoteze maisha yake. Ndoto zake zilikatizwa mapema, lakini jina lake limeendelea kukumbukwa katika historia ya Kenya kama sehemu ya kesi iliyotikisa taifa. Sasa macho yote yanaelekezwa mahakamani kusubiri hukumu ya mwisho kuhusu adhabu. Je, uamuzi huo utahitimisha safari hii ndefu ya haki? Hilo litajulikana siku ya kutolewa kwa hukumu. Asante kwa kutazama The Forbidden Fruit. Mimi naitwa Vincent Kiai na hii ni Kiai Media Document.